Naitwa Brenda Shuma, mkurugenzi wa kituo cha Gabriela Children's Rehabilitation Center, ambao tunahusika na watoto na vijana wenye mahitaji maalum, hasa wenye kujifunza taratibu, wakiwemo kundi kubwa la watoto wenye autism au usonji. Na katika kufanya kazi na watoto hawa wenye usonji, tumejifunza mengi na tunajitahidi kuwawezesha kutumia ujuzi wao mbalimbali, wao waweze kujitegemea, waweze kuishi maisha yao kama watu wengine, waweze kukubalika katika jamii na hata kuzalisha. Kwa hiyo tunapofanya kazi na watoto hawa kwenye eneo la shule, ambapo tuna shule ya elimu maalum, madarasani watoto hawa wanajifunza kutumia mtaala wa elimu maalum, na katika kujifunza kwao tumeona mambo mengi. Hawa watoto jinsi wana uwezo mkubwa wa kujifunza vitu mbalimbali, wana uwezo mkubwa wa kuelewa, na wengine wana vipaji mbalimbali. Kwa mfano vipaji katika hesabu, vipaji katika kusoma na kuandika, hasa kwa lugha ya ngeni, wanaweza kujifunza kwa haraka sana. Kwa mfano wanapokuwa darasani wanaweza wakajifunza au wakajifunza kuongea lugha ya ngeni, kwa mfano Kiingereza, wakakiongea kwa uzuri mkubwa kabisa. Utafikiria yeye anaishi na watu ambao wanaongea lugha ya Kiingereza, lakini nyumbani hamna anayejua wala mwingine, ila anajifunza kwa namna yake na anaongea Kiingereza kizuri mno. Wengine kwenye mziki, vyombo vya mziki, anaposikia tune fulani, ukimpa chombo cha mziki akaona jinsi ule mwanamuziki anavyoipiga, na yeye anaipiga kama jinsi alivyoiona, au hata wimbo anauimba kama jinsi unavyoimbwa, kama sauti ile ile ilivyo kwenye huo wimbo. Kwa hiyo watoto hawa wana vipaji sana. Katika kufanya kazi na watoto hawa, kadri miaka inavyozidi kwenda, mwanzo ilikuwa watu hawaelewi hali ya usonji ni nini, na walikuwa wamezama sana na kujikita katika dhana potofu zile na imani potofu, wakijua kwamba watoto labda ni laana, ni mkosi, ni balaa. Lakini sasa hivi kadri tunavyoendelea, tunaona jinsi ambavyo jamii inaanza kupata mwamko tofauti, na kwa namna hiyo tunaona kutokana na watoto hawa wenye usonji kuletwa kwa wingi katika huduma husika. Zamani tulikuwa nao wachache, sasa hivi tunaona wanaongezeka kuletwa, na wanavyoletwa sio kwa sababu tu kwamba hali hii imeongezeka au inakuwa, hatuelewi, lakini zaidi pia tunaona mwamko katika jamii umekuwa mkubwa. Watu wameanza kuelewa, badala ya kukimbilia kwa waganga na wapi wakitafuta namna mbalimbali za kuwasaidia, wanawaleta kwenye huduma. Kwa hiyo tunaona idadi inaenda ikikua, lakini pia tunaona idadi ya watoto ambao wanasaidika inakuwa pia. Wanaendelea sasa hivi mpaka sekondari, wanaendelea, wanajifunza ujuzi, wanajitegemea, wanazalisha wanapokuwa majumbani. Kwa kweli tunaona mwamko unaendelea kuwa mkubwa. Kwa majina naitwa Mwalimu Frodianus Fideli Mwenge, ni mwalimu wa Gabriela Children's Rehabilitation Center na ni mwalimu wa elimu maalum, na anafundisha watoto wenye usonji sambamba na vijana wenye hali tofauti tofauti ambao wapo hapa Gabriela Children's Rehabilitation Center. Tukija kwenye swala la taaluma kwa hawa watoto wenye usonji, kitu zaidi ambacho tunakizungumzia hasa na tunachokiwafundisha zaidi, mara nyingi tunafundisha kwa lugha ya picha, maana hawa watoto wetu wenye usonji wanaelewa zaidi kutumia lugha ya picha wakati wa kumfundisha, kwa sababu yeye wenyewe ndio anayeelewa zaidi kuliko maandishi au kuliko nadharia. Kitu kingine ambacho sasa tunatakiwa kukijua katika kuelekea maadhimisho haya ya mtoto mwenye usonji duniani ni namna gani ambavyo anaweza kughadhibika au namna gani ambavyo anaweza kuchukia pale anaposhindwa, kwa sababu watoto wengi wenye changamoto ya usonji hawana lugha. Kwa hiyo kama hawana lugha, kuna viashiria ambavyo wanakuwa wanavifanya ili kuweza kuelezea hisia zao au kuweza kuelezea kile kitu ambacho wanakihitaji. Kwa hiyo sasa sisi kama walimu, ikitokea labda mwalimu hajaelewa mtoto ni nini anachokihitaji, ndio pale sasa anapoonyesha ile hasira yake.
Lakini hiyo yote ni anaonyesha hasira kwa sababu mwalimu au mtu mmoja au mtu mwingine ameshindwa kuelewa ni kitu gani mwanafunzi anachokihitaji. Kwa hiyo sasa cha kuangalia zaidi sisi kama walimu au sisi kama wanajamii kutambua ni kitu gani mtoto anapojaribu kukuelezea. Sababu muda mwingine mtoto anaweza akawa na jambo anataka kuelezea kwa sema toka hapa sijui nini na nini na nini, kwamba mtoto anasumbua. Hapana, anakuwa kusubiri, anakuwa anajaribu kuelezea jambo fulani analokuwa anahitaji. Kwa hiyo cha kuzingatia zaidi ni kuonyesha, kumpa ushirikiano katika kile kitu ambacho anakihitaji. Kwa hiyo sasa katika kuelekea hii siku ya maadhimisho ya mtoto mwenye usonji duniani, sisi kama Gabriela na sisi kama walimu wa Gabriela tunasisitiza zaidi, kwanza, kitu cha kwanza, kutambua haki ya hawa watoto wenye usonji, kwamba pamoja na kwamba hali walizonazo, pamoja na kwamba wanaonyesha vitu tofauti tofauti, lakini pia wana uwezo mkubwa katika kujifunza, wana uwezo mkubwa wa kufanya vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza vikasaidia hata kwenye jamii au mzazi kuelewa kwamba mtoto wangu ana kipaji au mtoto wangu ana jambo ambalo anaweza kulifanya. Kwa hiyo sasa jamii tunawasisitiza kwamba hawa watoto pia wawapeleke sehemu ambazo ni sehemu husika ili waweze kupata haki ya elimu kama watoto wengine ambavyo tunawapeleka